kwa sababu wenzetu watani zetu hawa waliamini Chadema na Kafu wana ugomvi usiopatanika, ugomvi usioisha. Kwa hiyo watenge watawale. Tunawaambia haki imetukutanisha, tuko pamoja katika kudai haki za pande zote. Tunaidai haki ya Tanganyika, tunaidai kwa pamoja na kwa nguvu zote haki ya taifa huru la Zanzibar. Wako wengi wametubeza Dodoma baada ya viongozi na wabunge wa Chadema, wabunge wa Kafu na wabunge wa NCCR kuanza kushirikiana Dodoma. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi na serikali yao wakasema, inakuwaje Chadema leo mnawasamia Wazanzibari? Sisi napenda kuwajibu leo Mbowe kwamba hatuwasemei Wazanzibari, tunaisemea haki popote na tutaendelea kuisemea haki popote, na tutaona aibu kuwasemea Wazanzibari kama kuwasemea ni kuwapatia haki yao. Tutasema na tutapambana, sio kusema tu. Kwa hiyo napenda niseme, ndugu zangu wa Zanzibar, kwa kweli tuko pamoja katika hili, na ninaomba msirudi nyuma, na naomba niseme na nitoe tahadhari, na wenye viti wenzangu naomba wanisikie sana. Wengine watasema Mbowe anapenda ubabe, lakini kama ubabe ni lazima ili tuipate haki, na ubabe uwe hivyo. Haki, Peoples, NCCR. Ndugu zangu wa Zanzibar, mmeumia kwa miaka mingi. Wako waliopoteza maisha yao kwa sababu ya kuigombania haki. Wako waliofungwa jela kwa sababu ya kuigombania haki. Wako waliojela leo kwa sababu ya kuigombania haki. Hamtaacha kuumia katika kuigombania haki mnakuwa haki hii mnaigombania na watu ambao hawana dhamira njema kwa taifa letu, hawana nia njema kwa taifa letu. Ndugu zangu, nawaambia, kama Wazanzibari mtazuba, na wenye viti wenzangu nawaambia, kama mnategemea hawa wenzetu wa Chama cha Mapinduzi kuna siku watapata busara, wakaona nia njema mliokuwa nayo, wakakubali, basi wakawapa utawala na kila kitu kwa ulaini, hiyo siku haitakuja. Lazima msimame kidete kuigombania haki yenu, muwe tayari kuipigania haki yenu. Taifa letu, ndugu zangu wa Zanzibar, lina majeraha mengi. Unamhitaji mwenda wazimu tu na sio mtu mwenye busara. Unamhitaji mwenda wazimu huu kumfahamisha kwamba muungano wa serikali mbili unaweza kuwa solution, ama unaweza kuwa tiba ya matatizo na kero za muungano. Kwa muda mrefu zimekuwepo kero za muungano. Wenzetu kwenye utawala hawakuelewa hili. Wazanzibari mmepiga kelele kwa miongo mingi, hamkusikika. Kwa muda mrefu watu wa bara walilala. Kwa muda mrefu watu wa bara walisahau wajibu wao wa kuidai Tanganyika. Leo Chadema tumewaamsha. Na nakwambia ndugu zangu wa Tanzania, wa Zanzibar, msifikiri mko peke yenu. Nguvu hiyo hiyo mtakayoitumia kuidai Zanzibar huru, na ninawaambia kule bara nako tutaendeleza nguvu hiyo hiyo kuidai Tanganyika huru. Na kisha kama tutakubaliana kushirikiana, tushirikiane kwa maridhiano na sio kushirikiana kwa kulazimishana. Sisi ndio wenye nchi, na sisi wananchi ndio wenye maamuzi. Tumewarioba ili kusanya maoni ya Watanzania wengi kutoka pande mbili za visiwani, kwa maana ya Pemba na Unguja, na kwa upande wa bara. Na tumewarioba ilisikia kilio cha wananchi, ikasema Watanzania walio wengi
70% wanaitaka serikali tatu. Warioba hakuwakilisha mawazo ya CUF, Warioba hakuwasilisha mawazo ya Chadema. Warioba amewasilisha mawazo ya Watanzania, na Watanzania hawa ndio wenye katiba yao. Sasa CCM hawataki mawazo ya Watanzania, wanataka mawazo ya nani? Ya shetani. Ndugu zangu wa Tanzania wa Zanzibar, ndugu zangu wa Zanzibari, Chama cha Mapinduzi kilitegemea sana tume ya Warioba. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza Warioba na makamu mwenyekiti wake Mheshimiwa Salim Mohamed Salim na wajumbe wote wa kamati yao wa ile tume yao ya katiba. Hawa watu hawakufungana na chama chochote. Katika tume ya Warioba, Chadema na mwakilishi mmoja tu, anaitwa Profesa Baregu. Hawakusikiliza mawazo ya Chadema, hawakusikiliza mawazo ya CUF, hawakusikiliza mawazo ya CCM. Walichukua mawazo ya wadau mbalimbali, wanasiasa na wasio wanasiasa, vikiwemo vyama vya siasa. Wakaamua sasa watengeneze rasimu ya kwanza ya katiba kwa mujibu wa maoni ya wananchi na sio vyama vya siasa. Jambo hili limewakera sana wenzetu wa CCM. Wakaanza kumuona Salim Mohamed Salim, wakaanza kumuona Warioba ambao kimsingi ni makada wao, wakaanza kuona hao watu wa hovyo hawafai kwa sababu hawataki kuilinda serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na wapongeza sana wajumbe hawa. Ndugu zangu wa Tanzania wa Zanzibari, taifa letu lina makovu mengi. Kama katiba itachukuliwa kama fursa ya kutibu majeraha yetu, tutapona kama taifa. Kama katiba itachukuliwa kimasiara, kwamba katiba ikaendeleza kudumisha utawala wa kikundi fulani cha watu, katiba hii itazaa shari. Tunawaambia wenzetu kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano, wasikilize kauli za wananchi. Walatini wanasema vox populi vox voice, kwamba kauli ya wengi ni kauli ya Mungu. Wengi wanataka serikali tatu, na kabla hatujafikia kufanya maamuzi, watu wakae wazungumze, wajadili kwa kinagaubaga serikali tatu zipatikane vipi, kwa maridhiano gani, na tusitumie wingi wa wabunge wa chama kimoja Dodoma kulazimisha mambo ya maslahi ya Watanzania milioni 45 wa bara na visiwani. Sawa ndugu zangu? Ndugu zangu wa Zanzibari, amezungumza waziri wetu hapa, na mimi naomba nimshukuru sana kwa niaba ya chama changu. Kasema ukweli, na ukweli haufichiki. Makamu wetu wa pili wa rais anadanganya bungeni, anasimamisha mzee wa watu, wanamlazimisha kusema uongo. Lukuvi anasema uongo bungeni, mwanasheria mkuu wa serikali anasema uongo bungeni, waziri wa muungano wa katiba na sheria Chikawe anasema uongo bungeni. Jakaya Kikwete, rais wetu, hawa makamanda wako wanakuingiza shimoni. Huu moto ukiuacha ukawaka hutauzima Kikwete. Fukuza Kikwete, fukuza Lukuvi, fukuza Chikawe, fukuza mwanasheria mkuu wa serikali, kwa sababu hawa wanalidanganya taifa, wanakutifulia rekodi yako ya kuileta katiba mpya yenye maridhiano ya Watanzania wote. Ndugu zangu, wakati mwingine najiuliza, ukija Zanzibari walio wengi wanataka serikali ya Zanzibar iliyo huru. Ukienda bara unakuta Watanganyika wengi wanataka nchi yao ya Tanganyika. Unajiuliza hao wanaong'ang'ania serikali mbili ni kina nani? Na unajiuliza huko kwenye serikali mbili kuna mdudu gani? Baada ya uchunguzi wa muda nimejagundua kwamba kumbe muungano ni mradi. Na mradi huu wa muungano ni mradi wa watawala, kikundi kidogo cha watawala, wachache wako bara, wengi wako bara, wachache wako Zanzibar, wakiwemo wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawasaliti wa Zanzibari wenzao kupata nchi yao iliyo huru wakati wao ni wa Zanzibari,
ili kudumisha ulaji mdogo anaopata katika bunge la Jamhuri ya Muungano. Tukatae giliba hizi. Ndugu zangu, kwa kumalizia, kuipata katiba sio lele mama. Tulivyokutana na makundi mbalimbali Dar es Salaam, na leo tumekutana na makundi ya Zanzibar. Tumekutana na wanazuoni wa Zanzibar. Tumekutana na viongozi wa kidini wa Zanzibar leo kabla hatujaja kwenye mkutano huu. Tumekutana na wataalamu wanasheria kutoka Zanzibar, na tutaendelea kufanya mashauriano. Tumeshauriana tuendeje mbele. Ili jambo sio la Chadema, Kafu na NCCR mageuzi ama UDP na vyama vingine vya siasa. Ili jambo ni letu wote kama raia. Tunawahitaji watu wote, kila mmoja wetu atumie fursa na nafasi yake kutengeneza taifa jema la siku za kesho. Tunapozungumza katiba ya nchi, hatuzungumzi maisha yetu ya leo. Tunazungumza maisha ya watoto wetu. Tunazungumza maisha ya watoto wetu. Tunazungumza vizazi vijavyo. Hatuzungumzi utawala wa Chadema ya leo wala utawala wa Kafu ya leo, kwa sababu tunatengeneza katiba itakayodumu zaidi ya maisha yetu, itakayodumu zaidi ya vyama vyetu. Ndugu zangu, kule Dar es Salaam tulikubaliana tarehe 10 mwezi wa 10 kwamba kwanza tufanye mkutano wa Dar es Salaam ambao tuliufanya tutoe ujumbe. Kisha tuje Zanzibar kwa heshima ya Zanzibar kama nchi ya pili. Tuzungumze na wananchi wa Zanzibar. Tutafute msimamo wa pamoja. Dar es Salaam msimamo wa pamoja ulikuwa tuitangaza leo. Tuliitangaza Dar es Salaam kwamba tarehe 10 mwezi wa 10 tuifanye ni siku ya kitaifa ya kuidai haki ya katiba mpya. Ndugu zangu wa Zanzibar, kama na ninyi mnakubaliana tuwe pamoja katika hili, kwamba nikisema hivyo sio mikutano ya hadhara pekee, tutumie ushawishi wa kila namna. Mtapanga na mtajipanga wenyewe. Mbowe hahitaji kuhadithia Wazanzibari namna ya kupanga mapambano ya kudai haki. Mnakubali tarehe 10 mwezi wa 10 tuungane watu wote wa bara na visiwani, watu wote wa nchi mbili, nchi ya Tanganyika na nchi ya Zanzibar, kwa njia mbalimbali tutakazopanga viongozi na wananchi na makundi mengine nje ya siasa, tudai katiba yetu. Kama tunakubaliana, tunyoshe mikono juu. Naomba tunyoshe mikono juu. Ambaye nyoshi mchawi. Nashukuru hakuna mchawi hata mmoja. Asanteni sana. Ndugu zangu wa Zanzibari, kuhusu tarehe 10. Wengine wanaingia hofu. Wanafikiri pengine Mbowe na wenzake wanapendekeza tarehe 10 tukapigane. Hapana, hatupigani. Ila ni lazima tuonyeshe wingi wetu. Tuonyeshe sisi wote kwa pamoja kama umma tunaitaka katiba ya nchi, sio katiba ya vyama vya siasa. Ndugu zangu, na hili jambo sio lele mama. Kama ni maandamano, tutafanya maandamano ya amani. Kama ni migomo, tutafanya migomo, iwe ya daladala, iwe ya walimu, iwe ya wanafunzi, kwa njia za amani. Tupaze sauti zetu. Tunaomba viongozi wetu wa kiroho ndani ya misikiti, ndani ya makanisa yao, ndani ya asasi zao, wahamasishe Watanzania wote bila kujali ni wa chama gani, tarehe 10 mwezi wa 10 iwe ni siku ya kudai taifa huru la Tanganyika, taifa huru la Zanzibar, na katiba yenye maridhiano inayotokana na ridhaa ya wananchi walio wote. Ndugu zangu, nimalize kwa kusema umoja wetu na ushirikiano wetu katika jambo hili ndio utakaozaa heri kwa vizazi vijavyo. Naomba niwaambie Watanzania wote, nirudie, mimi ni Mkristo. Hatuna ugomvi wa Wakristo na Waislamu, na tusikubali kugombanishwa kwa sababu ya imani zetu za kidini. Tuheshimu dini ya kila mmoja wetu. Tuheshimu kwamba kila mmoja ana mamlaka kwa dini yake, na dini yake iweze kumpeleka katika kutenda yaliyo mema. Tukubaliane kwamba sisi wote ni Watanzania, tupendane, tuheshimiane. Kwa muda mrefu, narudia kwa mara ya mwisho, msukumo wa taifa huru la Zanzibar ulikosekana bara. Chadema leo tuko tayari kufanya kazi hiyo kwa kushirikiana na vyama wenzetu wote, Kafu, NCCR na vyama vingine vyote, UDP, na kila mtu anayependa haki katika nchi yetu.
tutasukuma bara, ninyi sasa sukumeni visiwani, kwa pamoja tutashinda. Kunja ngumi Mbowe ni wage. Kunja ngumi sasa, mimi nitaaga kwa People's Power. Kunja ngumi, kunja Zanzibar. Bila msuli kidogo hatufiki. Hamjashtukia hiyo eh? Kunja, koroga kidogo Zanzibar, koroga kidogo, koroga. Nikisema people, rusha sumbwi juu, sema power. People! Hiyo sitaki hiyo, sijakubali. Mnanichunia, mnanibania. Kunja bwana, kunja, koroga sumbwi. Koroga sumbwi. Haya ni mapambano ya haki, lazima na sumbwi litangulie. People! Hakuna kulala mpaka keleweke. Mpaka asanteni. Haki. Naomba kwa heshima sana ni muinue Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba azungumze na kisha tufungie mkutano wetu. Mheshimiwa Lipumba, karibu sana kwa heshima zote. Haki sawa kwa nani? Asiopenda haki. Zanzibar ngangari. Wanaume, wanawake, CCM kwisha kabisa. Nyanga, ndembe, mlalo wa chali, kifo cha mende. NCCR, Peoples, moto. Ndugu zangu wa Zanzibar, assalamu alaikum. Leo mimi sina kazi. Vijana wameishamaliza mambo. Tukianza na Mheshimiwa Abubakari, kaeleza ukweli, lakini alijikwaa kidogo. Redio iliyotangaza mambo aliyozungumza Waride Bakarijabu ilikuwa ni Zenje FM. Chuchu ni nzuri, chuchu tamu, chuchu FM barabara, haina matatizo. Ndugu zangu, tumekuja hapa na wenzangu wameeleza vizuri. Mara kwa mara nimekuja Zanzibar nikasema mlango wa demokrasia kwa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, mlango wa haki utaanza kufunguka Zanzibar. Tuliandamana tarehe 27 Januari 2001 kudai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, utawala bora na uchaguzi wa Zanzibar urejewe. Bado hatujavipata hivi. Bado hatujapata tume huru. Bado hatujapata katiba mpya. Bado hatujapata utawala bora. Lakini hatua tumeanza kupiga kusonga mbele. Mswada uliopelekwa bungeni, na mimi nawapongeza sana. Nawapongeza sana wabunge wetu
wa NCCR Mageuzi, wabunge wa Chadema, wabunge wa CUF kwa kufanya kazi pamoja na kuweza kuuelimisha umma kwa kuukataa ule mswada, kwa sababu mswada ule utavunja utaratibu wa kupata katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia. Walioyafanya bungeni ndiyo yametuleta hapa, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Abubakari kwa kuyaweka bayana, na nampa pole mtani wangu makamu wa pili wa rais Mheshimiwa mzee wetu Seif Idi kwa kuchakachuliwa na wenzake mpaka akajidhalilisha ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anathibitisha kwamba aliupata mswada, kumbe aliletewa mswada nusu, sio nusu, sio robo, sio theluthi moja. Kaletewa kiduchu mswada kamili hakuuona. Matokeo yake wale wenzake wamediriki kusema uongo ndani ya bunge. Lakini pia Mheshimiwa Abubakari anatusaidia jambo moja, kwa kuwa jasiri na kusema ukweli. Mheshimiwa Kikwete anapewa fursa nzuri ya kujua kwamba utaratibu ambao umezoeleka ndani ya CCM ya kuidharau Zanzibar unapaswa kusitishwa sasa. Wakati tuko kwenye mchakato na swala hili nyeti, na tunaelewa Wazanzibari wamekuwa na kilio, hawatendewi haki na serikali ya muungano, wanadharauliwa na viongozi wa muungano. Leo viongozi ndani ya serikali ya Jakaya Kikwete, ambaye makamu wake alikuwa Dr. Sheni ambaye sasa rais wa Zanzibar, mawaziri wake wanadiriki kwenda kuwadanganya wenzao, kwenda kusema uongo ndani ya bunge. Hao wanataka kujenga muungano, wanataka kweli kuleta kuheshimiana kati ya Tanganyika na Zanzibar. Rais Kikwete, wenzako wanakutakia mabaya. Uwe macho ndugu yangu, uko majuu huko, zipate taarifa zetu siku hizi mitandao utawekewa, uweze kuona hotuba za leo, ujue Wazanzibari wanasema nini. Tunahitaji muungano wa kuheshimiana. Mswada huu ukiwa sheria, mchakato wa katiba utakuwa umemalizika. Lazima tupate mchakato wa katiba unawaunganisha wananchi, wapate katiba wanayoitaka. Watu wawe uhuru kujenga hoja inayokubalika ndiyo iweze kuongoza ndani ya katiba. Tume ya Jaji Warioba iruhusiwe kufanya kazi yake mpaka imemaliza. Ndugu zangu wa Zanzibar, tarehe 24 na nitamuiga Mheshimiwa Mbatia hapa, tarehe 24 mwezi wa kwanza, siku ya Alhamis mwaka 2001, wakati tunapoandaa tuweze kuwa na maandamano nchi nzima ya kudai katiba mpya, mimi nilikwenda viwanja vya Zakin Mbagala, Dar es Salaam. Polisi wakazuia kufanya mkutano wa hadhara. Tunaondoka kwenye mkutano kama kilomita 3 toka viwanja vya Zakin,
tukakutana na karandinga 20, askari wamejaa, wana silaha, utadhani wanaenda kwenye vita Mtukula. Wakatuzuia, tukapata vipigo, na mimi mpaka leo wakaniibia na saa, mpaka leo hawajanirudishia. Wakanivunja mkono ili kuwatisha wananchi, lakini Wazanzibari tarehe 27 Januari wakatoka kwa wingi kwenye maandamano. Watu wakauliwa kwa kudai haki ya kupata katiba mpya. Sasa tumepiga hatua. Hawa watu wachache tusikubali wakazuia mchakato wa kutuwezesha kupata maridhiano na kupata katiba inayotokana na Watanzania wenyewe, inayotokana na Wazanzibari wenyewe. Tusikubali. Kwa hiyo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu ni siku ya kudai mchakato shirikishi wa kupata katiba inayotokana na wananchi wenyewe. Kwa shughuli zote zitakazopangwa, na kila mmoja apange shughuli zake, tuhakikishe tunatoka na sauti kubwa ya kuhakikisha kwamba wale wote wanaotaka kutukandamiza, kuchukua mawazo ya wachache yawe ndio ya kuongoza katiba ya nchi hii, tusikubali. Tunahitaji katiba ya wananchi wote, na tunahitaji katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia, katiba yenye haki, katiba yenye utawala bora. Mpaka leo nchi yetu haina haki, haina utawala bora. Watu wanabambikiziwa kesi, wananyimwa dhamana. Kuna mashehe wamebambikiziwa kesi, dhamana ni haki ya kila mshtakiwa. Wananyimwa dhamana kwa sababu bado hatujawa na katiba yenye misingi ya demokrasia na kuheshimu uhuru wa wananchi. Alau katika mapendekezo ya awali kuna uhuru umetajwa ndani ya rasimu ya katiba iliyotolewa na tume ya Jaji Warioba. CCM hawahitaji watu wawe na uhuru, watu wawe na haki, mahakama zifanye kazi kwa haki, sio kwa kuagizwa. Tunahitaji tupate katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia. Ndugu zangu, hili linawezekana ikiwa tutafanya kazi kwa pamoja. Katika swala la katiba ni swala la watu wote. Tunatumia njia za amani, tunatumia taratibu za amani kudai haki yetu. Na ndugu zangu, katika kudai haki, kila siku nilikuwa nawaeleza, haki haipatikani ikagawiwa kwa watu. Kama uko kwenye shughuli, pana sinia la halua unapitisha, kila mmoja anamega kwa kiasi chake. Haki haipatikani hivyo. Haki inagombewa, haki inapiganiwa, na tunaipigania haki kwa njia za amani. Hii ni nchi yetu sote. Wazanzibari wanahitaji waweze kujiendeshea mambo yao wenyewe, sio watoto wadogo wa kuendeshwa na watu wengine. Tunahitaji tupate katiba mpya yenye misingi mizuri ya demokrasia. Ndugu zangu, tarehe 10 Oktoba, sote kwa pamoja, kwa hali itakavyokuwa, tujitokeze kwa wingi kudai mchakato ulio na haki, mchakato shirikishi wa kupata katiba mpya. Haki!
NCCR, Peoples, Zanzibar ngangari, wanaume, wanawake, CCM kwisha. Asanteni sana na washukuru sana, turudi salama majumbani. Asanteni sana. Naomba kwanza tutulieni, msifanye haraka, taratibu. Tumeaturudi salama nyumbani, kidogo kidogo tutafika sote. Zuieni kwanza asiingie watu ndani katikati ya uwanja, turuhusu wageni wetu. Gari ya kwanza ya mheshimiwa mwenyekiti wa CUF Taifa, alafu anapata mwenyekiti wa Chadema. Asante. Personally, daddy, I give it to you like you never had it. Screaming, judging, chill like speaking Chinese. Now waiting, you go, like a boom boom. Now waiting, I see. Saga, but she know hungry. She talks so she know it. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, we can go day tonight. Cause I'm in the mood. As long as you're feeling the groove, I'll deal with you. Personally, I will deal with you. Personally, I will deal with you. Takuletea sasa hivi baadaye. Haya.